Wanachuoni wa tafsiri wamegawanyika. Kuna mtu amefasiri Qur'ani yote upande wa lugha tu, kilugha. Mwingine kaamua kufasiri Qur'ani, kacheza na aya za hukumu tu, sheria. Mwingine amecheza na Qur'ani historia tu, sawa. Mwingine amecheza na Qur'ani mambo ya kijamii tu. Mwingine amecheza na Qur'ani falak, jiografia. Mle ndani ya Qur'ani ipo jiografia. Kuna utakuta al-ilmu wal Qur'an. Mwingine amecheza na Qur'ani sayansi yake tu. Mwingine akaja kucheza na Qur'ani kwa tiba tu, tiba. Mwingine akachukua aya za Qur'ani da'wa, mawaidha tu. Bado kuna safari ndefu ya kusoma sana. Haya maneno nayasema kila siku. Tuondokane na lile vumbi na upukupuku wa kusema haina haja. Ile ndio inaturudisha nyuma kila siku. Watu hatutaki kusoma, tunatosheka na kusikiliza mawaidha. Allahu akbar. Ukae chini, some kidogo kidogo kwa kiasi cha mipango uliojiwekea, time frame yako, kitu baada ya kitu. Mungu akikuandikia riziki yako utakipata unachokipata. Na tuondokane na utamaduni wa kujisomea dini. Jana nimepigiwa simu na ndugu yangu mmoja yuko Amerika. Yeye anasema ni mdogo sana, lakini sasa mimi nafikiria no, so Amerika, Australia ndo katika nchi za Amerika pia. Australia sijui jamani mimi. Australia ni Ulaya. Haya, mtajua wenyewe huko. Yuko Australia. Nilikuwa naye hapa siku za nyuma, akinipenda sana hapa msikitini. Na hii kwa sababu inaruka, hii inakwenda katika YouTube, ataona. Sawa? Yeye sana karibia sasa hivi kuritadi. Na karibia kuritadi. Kwa nini? Kuna vitu nimevisoma